Tugeukie kwenye deni la taifa. Likoje? Limeongezeka, limeshuka, liko pale pale? Limeongezeka basi. Limeongezeka. Ndio. Hebu tupitisheni sasa. Maanake neno himilivu inawezekana halitoshi, au tunaelewa ni tukisikia himilivu? Mazuri, dakika 5 ni chache, kiacha nianzie wapi? Anzia hapo. Nianzie kwenye songesha. Sawa. Maana mimi huwa nasongesha. Aha, tuanzie songesha. Tuanzie kwenye songesha. Okay. Nini maana ya kukopa? Kukopa ni pale ambapo una matumizi ambayo ni makubwa ama ni ya ghafla kutokana na kipato chako. Kwa unaamua, mimi na mgonjwa, napigiwa simu, mpiga kura yuko hospitali, anahitaji shilingi 30,000, kwenye simu na 20,000, nitaka kutume, nasema songesha 10,000, na songesha. Na kwa nini nasongesha 10,000? Sababu tayari kampuni yangu ya simu imenifanyia tathmini ya matumizi yangu. Imeniona paka shilingi 10,000, 20,000 ni himilivu kwangu. Nikisongesha naweza kulipa. Ndio maana ya himilivu. Okay. Kwa hiyo mimi nasongesha kwa sababu siwezi kumwambia huyu mpiga kura kwamba nakutumia 20,000 sasa hivi, nunua dawa nusu au lipia matibabu nusu. Matibabu alipiki nusu. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kwa mtu wa kawaida, mshahara wako shilingi 200,000, ukisema ununue kiwanja shilingi 1,000,000 haiwezekani. Yeah. Sababu mshahara shilingi 200,000. Na muuzaji hawezi kuambia nilipe kidogo kidogo kwa mwaka mmoja, miaka miwili. Ndio maana kuna taasisi za kifedha kwamba mimi nataka kiwanja shilingi 1,000,000, watakukopesha shilingi 1,000,000, utakatwa 50,000 kwenye mshahara wako. Labda kwa mwaka mmoja na kitu utaweza kulipia. Kwa serikali inapofanya matumizi, Masudi, mmekuja mmeona barabara mwendo kasi awamu ya 3. Barabara ile bilioni 236. Huwezi ukasema nitaijenga kwa miaka 10 kwa vipande vidogo vidogo. Sababu mwananchi wa Gongo la Mboto unamaliza huku ishakufa. Na haiwezi kutumika. Sababu mradi wa mwendo kasi lazima uanzie Gongo la Mboto mpaka Kariakoo na wananchi waweze kutumia. Na unasema unapotafsiri hizi hesabu za serikali ziangalie zote. Ukiangalia kwenye hesabu hizo mapato ya kikodi ya TRA ya mwaka wa fedha 2022/23 na mwaka wa fedha 23/24 ambao umetoa taarifa yameongezeka. Toka to be specific, toka trilioni 22.58 mpaka trilioni 26.07. Kwa nini mapato yanaongezeka? Kwa sababu na pato la taifa kwa maana ya GDP nalo limeongezeka. GDP ikiongezeka na kodi inaongezeka. Kwa nini GDP inaongezeka? Inaongezeka kwa sababu serikali imeweza kufacilitate shughuli za watu. Huu mwendo kasi awamu ya 3 ukikamilika Gongo la Mboto Kariakoo, maana yake mwananchi alikuwa anatumia masaa 3 toka Gongo la Mboto kwenda Kariakoo, sasa atatumia dakika 40. Masaa 2 na dakika 20 atatumia kwenye kuzalisha. Leo ukiingia kwenye peji yangu yoyote, kwenye posti yangu yoyote, mbunge wa Ukonga, utakuta wananchi wa Kivule wanalalamikia barabara. Ndio. Wananchi wa Majiwe wanalalamikia barabara. Lakini ukienda Kivule, kuanzia pale Kivule Mwembeni kwenda Kivule nusu kilomita imejengwa kiwango cha lami. Ukienda kuanzia Buza kuja Mwanagati imejengwa kilomita 1, imejengwa nusu kilomita kiwango cha lami. Ukienda Pugu kwenda Majiwe imejengwa nusu kilomita kiwango cha lami. Ule ndio uwezo wa serikali wa kujenga kidogo kidogo. Lakini wananchi wa Dar es Salaam, sio tu jimbo langu, majimbo yote Dar es Salaam wanalalamikia barabara. Sasa serikali inafanyaje? Inakwenda Benki ya Dunia, inachukua mkopo wa dola milioni 438, karibia trilioni 1.2 hiyo Masud. Inajenga mradi wa Dar es Salaam Metropolitan Development Project DMDP, awamu ya pili, ambao ni mradi maarufu sana Dar es Salaam. Yes. Mradi ule ukikamilika, mtu wa bomba mbili Majiwe alikuwa anatumia shilingi 2,000 kufika Mombasa au 3,000 na kutumia masaa 3 kufika Kariakoo. Leo atatumia shilingi 700 toka bomba mbili mpaka Kariakoo, na atatumia lisali moja badala ya masaa 3 mpaka 4, na hata quality of life, hata ile hali ya maisha itaongezeka. Na hii itaenda kureflect sasa kwenye pato la taifa. Na ndio maana ukiambiwa deni hili kwa mfano la nje ni asilimia ngapi? Deni la nje ni asilimia 10 na deni la nje, deni la jumla ni asilimia 41 ya GDP, ambao ukomo ni asilimia 55. Lakini deni la nje peke yake ni asilimia 23.6 ya GDP na ukomo ni asilimia 40. Kwa serikali inapofanya matumizi, Masudi, kama sisi tunafanya matumizi kwamba je, nisongeshe? Je, nichukue salary advance? Je, nichukue mkopo kwenye mshahara wangu? Je, nichukue mkopo wa pembejeo? Ili kwa sababu unavyotaka kupanda, unahitaji mbolea ya kupandia. Huwezi ukasema usiweke mbolea leo, kwa sababu usipoweka mbolea leo mavuno yatakuwa machache. Lakini leo ukichukua mkopo wa mbolea ya kupandia, ukaja ukapanda, mavuno utayapata mengi, utaweza kulipa ule mkopo na utaweza kutoa tunakwenda kwenye habari, lakini umenikumbusha kitu ambacho nilimwambia dereva mmoja wa gari Zanzibar. Tulipita
Zanzibar naenda mara nyingi. Kwa tulipita sehemu tukakuta barabara ni nzuri. Ndio. Nikamwambia unaelewa hii maana yake ni nini? Nikamwambia hata ile wear and tear inapungua ya gari yako ambayo umeinunua ikiwa used. Kuna tofauti unapokuwa unapita kwenye barabara mbovu kwa mwaka mzima na unapopita kwenye lami. Gharama ambazo ungekuwa unazitumia kwenye matengenezo. Sasa ni kitu ambacho na chenye pia kinahitaji pia kutoa elimu. Sasa sio unaelewa vizuri. Na matengenezo Masudi unafahamu vipuri vinaagizwa kwa fedha za kigeni. Of course. Kwa vile kuna impact kwenye balance of trade yetu kama taifa na matumizi ya fedha za kigeni. Ndio maana nasema mahesabu haya lazima uangalie mwanzo mpaka mwisho. Tutaendelea kuangalia hayo mahesabu hapa tukiwa na wewe. Mheshimiwa Rais, ukaguzi wangu pia ulibaini kuwa halmashauri 37 zilikusanya shilingi bilioni 3.45 ambazo hazikuwekwa kwenye akaunti rasmi za serikali. Hali hii inaashiria uwezekano wa ubadhirifu wa fedha za umma na kusababisha ucheleweshaji wa kutoaji wa huduma muhimu kwa wananchi. Napendekeza serikali isimamie kwa ufanisi utekelezaji wa utaratibu wa kisheria unaolazimisha mapato yote yanayokusanywa kuwasilishwa benki ndani ya masaa 24 hadi 48 baada ya kukusanywa. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa mashirika ya umma. Napenda kutambua juhudi za serikali kupitia mashirika ya umma ya kibiashara 31 ambayo yalifanikiwa kupata faida katika mwaka wa fedha wa 2023-2024. Miongoni mwa mashirika hayo ni Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC ambalo lipata faida ya shilingi bilioni 248.75, Shirika la Nyumba la Taifa NHC shilingi bilioni 242.9 na Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania TPA shilingi bilioni 140.48. Mheshimiwa Rais, lakini katika kipindi hicho cha mwaka wa fedha 2023-2024 mashirika kadhaa yaliendelea kupata hasara, jambo linaloashiria uwepo wa changamoto za kiutendaji na kiuongozi. Hali hii inahitaji ufuatiliaji wa karibu na kuchukuliwa hatua za haraka za kiusimamizi ili kuhakikisha mashirika hayo yanafikia viwango vya tija na ufanisi vinavyotarajiwa. Shirika la Reli Tanzania lilipata hasara ya shilingi bilioni 224 ikilinganisha shilingi bilioni 102 mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kupungua kwa mapato ya usafirishaji kutokana na uhaba wa vichwa vya treni na mabehewa, pamoja na mvua kubwa iliyosababisha kufungwa kwa njia kwa miezi 4. Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 29.01 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Kama ruzuku hizi zingetolewa, shirika lingepata hasara jumla ya shilingi bilioni 253. Ni muhimu kuzingatia kuwa taarifa hii haihusu kipindi kilichoishia, inahusu kipindi kilichoishia tarehe 30 Juni 2024 kabla ya kuanza kutumika kwa treni ya standard gauge kwa maana SGR. Kwa mapato ya SGR hapa hayapo. Mheshimiwa Rais, napendekeza Shirika la Reli Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi wa utendaji kazi wake ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua za madhubuti za kupunguza gharama. Liandae mpango wa kina wa kupata injini za treni na mabehewa ili kukidhi mahitaji ya usafirishaji ipasavyo. Mheshimiwa Rais, Shirika la Ndege Tanzania, Kampuni ya Ndege Tanzania. Mheshimiwa Rais, Kampuni ya Ndege Tanzania ilipata hasara ya shilingi bilioni 91.8 ikiwa ni ongezeko la asilimia 62 kutoka shilingi bilioni 56.6 mwaka uliopita. Hasara hii ilitokana na gharama kubwa za matengenezo ya ndege na hitilafu za injini ambapo ndege za aina Airbus zilikaa muda mrefu bila kufanya kazi zikisubiria injini. Pia shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 99.8 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Mheshimiwa Rais, kama ruzuku hii isingetolewa, hasara halisi ya shirika la kampuni ya ndege ingefikia shilingi bilioni 191.6. Napendekeza Kampuni ya Ndege Tanzania ishirikiane na serikali kufanya utafiti kuhusu njia nzuri zaidi za uendeshaji wa ndege kwa kuzingatia masuala ya kifedha na kiuchumi ili kuongeza ufanisi wa uendeshaji. Mheshimiwa Rais, Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL ilipata hasara ya shilingi bilioni 27.78 mwaka wa fedha 2023-2024. Ongezeko hili ni kutoka shilingi bilioni 4.32 ya hasara kwa mwaka uliopita. Hasara hii ya mwaka huu inachangiwa na ongezeko la gharama baada kuhamishiwa mkongo wa taifa na kituo cha taifa cha data. Licha ya kukusanya mapato takriban kiasi cha shilingi bilioni 24 kutoka mkongo, fedha hizo hazikuhasibiwa
kama mapato ya TTCL, badala yake ziliingia kwenye mfuko mkuu wa serikali ili kulipia deni la mkongo. Kutokana na kutopata mapato hayo, shirika limeendelea kupata hasara kubwa na kukosa fedha kwa ajili ya uwekezaji. Kama mapato ya mkongo yangebakia TTCL, shirika lingeweza kupunguza hasara kwa takribani 86% au hata kupata faida kidogo. Mheshimiwa Rais, napendekeza deni la mkongo wa taifa lilipwe na hazina kama ilivyo kwa madeni mengine ya taifa, na mapato yanayopatikana kupitia mkongo huo yaachwe yakusanywe na TTCL ili kuwezesha shirika kujiendesha kwa ufanisi.